Mpenzi mfuatiliaji wangu wa makala tofauti zangu za kupitia mitandao ya kijamii Facebook, YouTube, Instagram na TikTok. Leo nakusogezea makala hii ambayo ni ya muhimu sana. Usipende makala hii kupite. Makala hii ni namna ambavyo unaweza kugundua kipaji chako na namna ya kukiendeleza. Lakini kukiendeleza itakuwa ni makala nyingine. Leo hii nikupe unaweza kutumia mbinu zipi kugundua kwamba wewe kipaji chako ni hiki. How can you discover your calling? How can you discover your talent? Yaani vitu vya muhimu sana na watu wengi wanaolipwa bila kutumia nguvu sana na watu ambao wanatumia vipaji. Unajua, yaani ukishagundua kipaji chako ni rahisi sana kuwa paid a lot kuliko mtu anayefanya vitu bila kugundua bila kutumia kipaji chake. Ni tofauti kabisa. Kwa hiyo na hii message mara nyingi ni kwa wazazi. Wazazi ambao bado wana watoto wadogo kuanzia miaka 5 mpaka 12 mpaka 13, 14 ni muda mwafaka kugundua kipaji cha mwanao ni nini, anapendelea nini na vitu kama hivyo. Na wewe itakusaidia kwa namna hii. Moja, hakikisha unajua ni kitu gani nikikifanya mimi binafsi kinanipa furaha, ambao nafikiri kwamba hiki kitu ni sehemu sahihi kabisa. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana kugundua na kufahamu kwamba okay, jambo hili linanipa furaha sana nikilifanya. Hiyo ni moja indicator au ya alama ambayo kujua kwamba okay, mimi binafsi Eliudi ninapendelea hiki na nikifanya kwa moyo wangu wote na kwa muda wangu fulani wa ziada naweza kikanivusha sehemu moja, kikanipa mafanikio. Jambo la kwanza. Jambo la pili, ni jambo gani ambalo unalifanya bila kutumia nguvu kubwa, bila kutumia shinikizo kubwa? Yaani hautumii nguvu nyingi sana, hautumii shinikizo kubwa la mtu kutoka huko. Yaani wewe mwenyewe unafanya kwa muda mchache na unaona furaha yake. Kwa hiyo liangalie katika mambo ambayo nafanya kwa siku. Mambo yangu 3, 4, 5. Jambo lipi ambalo nikifanya nalimaliza haraka na lipenda? Kwa mfano ukiwa shuleni kama mwanafunzi, kuna masomo ambayo unayapenda mwalimu akiingia. Kuna masomo ambayo maybe kuna kazi ya hesabu na kazi ya Kiswahili. Mtoto anapendelea kufanya kazi ya Kiswahili. Unajua huyu mwanafunzi anapendelea zaidi Kiswahili. Huyu mwanafunzi katika Kiswahili na hesabu anapendelea sana kufanya hesabu. Unajua huyu mtoto hesabu kwake ndio nyepesi. Kuna mtoto mwishoni anaweza kaenda PCM, PCB, PGM na vitu kama hivyo. Huyu mwingine anaweza kaenda HKL, HGK na kombi kama hizo. Kwa hiyo mwisho wa siku uangalie ni kitu gani ambacho unakifanya bila kutumia nguvu nyingi. Jambo la tatu, labda sasa hivi kuna miaka 5, 6 imepita au 2 au 4. Kuna jambo lilifanya huko zamani na likakupa mafanikio makubwa, lakini baadaye katokea vitu tofauti ukakuta unashindwa kuendelea. Kwa hiyo rudi nyuma, rudisha akili yako nyuma na ufahamu wako nyuma. Angalia jambo fulani nilifanya kipindi fulani nikafanikiwa. Nilifanya biashara ya kuuza kahawa, nikafanya biashara ya kuuza matikiti, nikafanya biashara ya duka, lakini katika biashara hii moja niliona mafanikio. Nina idea na lile jambo. Kwa hiyo kumbe unajikuta kwamba kuna kipindi nilifanya uchoraji, nikafanya muziki, nikacheza mpira, lakini katika yote haya jambo hili niliona mafanikio makubwa. Kwa hiyo ni moja indicator nyingine ya kusema kwamba okay, jambo hili ni moja ya ishara ya mimi kitu ndo upande wangu. Jambo la 4 ni kusikiliza au kuuliza mawazo ya watu unaokaa nao kwa muda mrefu. Umeajiriwa, unakaa nao kazini kwa muda mrefu, unakaa nao katika mazingira ya nyumbani, au ni watu wanaokujua. Unajua ni watu wanaokujua. Kwa hiyo unaweza kujaribu kuwafuatilia, kuuliza nyie, mimi katika kukaa na nyie, kuongea na nyie, ni vitu gani labda huwa mnajaribu kuviona kwangu? Ni kitu gani huyu jamaa anaweza kuwa mchezaji mpira mzuri sana, anapenda kusimulia mpira, anaweza kama mchambuzi mzuri wa mpira. Huyu jamaa anajua vizuri kuongelea mambo ya movie, anaweza kama mtafsiri mzuri sana wa movie. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kuangalia. Wengi wanamwambia achore, anachora vizuri sana japo hajapata mtu kumuendeleza na vitu kama hivyo. Huyu jamaa tukimwambia aelezee kitu anaelezea vizuri sana, sauti yake iko very vizuri, na huyu mtu anaweza kuwa public speaker mzuri, anakosa tu mafunzo kidogo, umeona? Kwa hiyo kuna vitu vya namna hiyo vya kuangalia sana.
kabla hujafika. Pointi nyingine ni kuangalia ni vitu gani au ni kitu gani hata ukutane na mazingira magumu kiasi gani, lakini bado unang'ang'ania. Kuna vingine vikija unasema hivi ngoja napotezea tu, lakini kwa jambo lingine unalifanya unafeli, unalifanya tena unafeli, unalifanya tena unafeli, nasema hili jambo lazima nitoboe nalo. Unakuja kugundua kwamba hili jambo ni moja ya kitu ambacho nimepewa mimi na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo na pia hiyo ni indicator ya kuangalia ni mimi napendelea kitu gani. Kwa hiyo kaa chini utafakari na ufanyie tathmini kwamba kitu gani ambacho ninafanya bila kuchoka, na hata nikianguka lakini bado hiki kitu naendelea kukifuatilia katika mawazo yangu. Umeona? Ingine ni vitu gani napendelea kuvifanya kila siku. Kitu gani napendelea kukifanya kila siku? Yamkini unakifanya kupitia kwenye mitandao ya kijamii, unafuatilia kila siku, unafuatilia jambo fulani. Kuna public speaker wako kila siku unafuatilia. Je, YouTube kila siku ukiingia una search kuhusu nini? Labda mtu kila siku akiingia na search nyimbo. Unajua huyu mtu anapendelea kufuatilia waimbaji, talenti yake ni kuimba. Huyu mtu anapenda kufuatilia waigizaji, talenti yake ni kuigiza. Huyu mtu anapenda kufuatilia wachezaji mpira, talenti yake lazima inaweza ikawa ni mambo ya mpira. Talenti yake ni nini? Anapenda kusoma novels, anaweza akawa ni the good writer, good author. Kwa hiyo hivi vitu ni vya muhimu sana kuviangalia especially unapokuwa na watoto wadogo wanakuwa, ni vizuri kuviconsider katika kugundua vipaji vya watoto na kuviendeleza. Kwa hiyo katika namna nzima ya video hii ikusaidie kugundua kipaji chako na ikusaidie kabisa kutoka sehemu ulipo. Nenda sehemu nyingine, itakusaidia sana. Usiache kufuatilia video zangu kupitia kwenye mitandao ya kijamii tofauti. Asante sana. Usiache kusubscribe channel hii, lakini pia kutumia mitandao ya kijamii Facebook, TikTok na YouTube na Instagram. Endelea kufuatilia makala zangu tofauti na hii itakusaidia. Ipo siku utafanikiwa unachokipambania. Asante sana. Naongea na Coach Eliud Shengoma.